tuwahusishe nyinyi wote. Na ningependa kujua tu, so unaweza fanya hii kazi ya bodaboda, ulishe familia yako, usomeshe na uishi vizuri? Yes. Asante sana mheshimiwa. Kwa majina naitwa Vitalis Wahu, mimi natokea Mumias West. Kusema ukweli ni challenge kusimama na familia na ukiwa unafanya hii kazi ya bodaboda, inakuwa ngumu. Kwa sababu kwa saa hii ukienda kama Mumias town, utapata kwa siku moja pikipiki ziko pale more than 6,000. Hizo 6,000 wewe utakataa, mtu amekuja anataka bebwe. Kwa mfano mimi natoka sehemu ya Matawa kule chini, ni mahali pa 50 bob, mtu anataka kupe 30 bob. Na hii 30 bob anataka kupe, kumbuka kwamba bado hujaweka mafuta. Na vile unajua huko chini barabara yetu tumeimbiwa wimbo. Lakini barabara ya Matawa si ni lami, wamesema niliona 2023. Hiyo ni wimbo mheshimiwa, katika budget ya 2023. Acha nikupatie facts alafu niambie kwamba ka ground kama ni mzuri. Budget ya 2023 2024 Kakamega County waliweka kwa hiyo barabara karibu shilingi milioni 200 ya kuunda 8.5 kilometers paka pale kwa bridge. 2025 wakaweka tena pesa nyingine karibu shilingi 170 million. 2025 to 2026 wameweka. This year nimeona tena wameweka. So for 4 years karibu milioni 700 imekuwa ikiwekwa kwa budget. Kuna lami? Hakuna lami mheshimiwa. Imeenda wapi? Hata juzi tumekuwa na watu wa EACC huko wakiuliza hiyo maswali. Uzuri tukawaambia watembee wenyewe waone barabara vile. So kwa vitabu lami imeshawekwa, imefika paka kwa bridge. Lami yenye tunaona ni juzi wamekuja wakati matanga imekuwa hapo kwa ndugu ya waziri wa barabara wa county. Wakakuja wakatengeneza, wakaweka tu hiyo oil kwa barabara kutoka hapo SK mpaka hapo Lureko kwa mpaka kwa matanga, penye matanga ilikuwa. Hivyo tu. Na mimi naambiwa pesa ambayo iko ya hii mwaka pekee yake ni ya 2 kilometers. Lami yenyewe ni 8.7 or something kilometers. Around 9 kilometers. Yes. So paka governor wa sasa hivi kama anaona hii kipindi ajue kwamba watu wa Mumias wanasema kwamba barabara ya kutoka Bomani kwenda Matawa kwenda paka Nzoia mpaka Indangalasia. Hiyo barabara ameweka budget 4 consecutive years na kwa ground hakuna kitu. So governor Baraza, kama unaona na najua unaona, tutakufanyia maandamano kubwa sana, si ndio? Hiyo barabara ya Bomani paka imalizike. Hebu tuambie mheshimiwa, hiyo barabara hata vile naongea hivi inafanya silali kwa nyumba. Kwa nini? Mimi wakati wao watu walikuja wa public participation yao, tuliuliza maswali. Na tangu hiyo siku hatujai kuwa na amani. So anawatumia watu kwa maboma zenyu? Governor anatuma goons. Magoons wako town ni wengi sana. So hamwezi ongea ki free? Hatuwezi. Sababu mimi naona kiongozi mzuri ni yule ambaye anasikia. Saa zingine unakashifiwa, saa zingine unasifiwa. Na ukikashifiwa unakubali criticism, unarekebisha. So ni vizuri umesema maisha yako iko hatarini. Na umesema unaitwa nani? Vitalis Wahu. Vitalis Wahu. So ni kusema kwamba huyu Vitalis Wahu kitu kimugusa tutaendea baraza. Si ndio? Kwa sababu kama unasema hauwezi ishi kwa nyumba yako, unatishwa na watu tangu na walikuwa wameita public participation. Yes. Ni vizuri public participation iwe na njia gani mzuri mnaweza faidika nayo, si ndio? Lakini Dan, alafu tukuje kwa mwenzangu pale. Wewe mtu wa Angwete meta. Hapo ndio Chang'aa na Busai yote inanunuliwa. Yes. Hebu tuambie mtu wa pikipiki anapata pesa ngapi kwa siku? Averagely. Wa town, alafu tunataka tukue na unatoka wapi? Mumias West. Wewe pia bado hapo ni town, ha? Tungependa mtu wa rural pia tuambie. Hapa town. Kakamega Mumias. Averagely mnapata pesa ngapi kwa siku? Asante sana bwana Kileo. Mimi naitwa Daniel kutoka Shihambi, Lurambi constituency. Lurambi sub county. Jambo la kwanza nataka kusema pikipiki hawezi approximate ile mtu anapata, lakini kwa saa hizi kulingana na venye mafuta ilienda juu na kulingana na venye nini maintenance ya pikipiki iko juu, nini saa hizi ukimake pesa mingi hapa town unaweza make 500 sababu nini mafuta iko juu. Nini mafuta lita moja saa hii ni 215 so 500 ndio unabaki nayo. Sio ndio unabaki nayo. Ukishaweka mafuta utabaki, ukishaweka mafuta na expenses zote, sababu unajua saa zile umetoka na pikipiki unaweza pata pancha, unaweza yani anything can happen, but 500 ndio unaweza make per day after some expenses. Yes. Nataka mtu ambaye pikipiki ni yake. Yes.
Nani ako na pikipiki yake hapa? Hebu tuambie. Okay, asante sana. Incoming our governor. Yes. Cleophas Malala. Naitwa Alex kutoka Navakholo Shinoi Shikoma Road. Yes. So panda boda sisi tumeathirika sana. So I own my bike, but sasa kuna changamoto fulani, mafuta iko juu, na kando kuwa na juu unaweza beba, yani inalingana na mteja mwenye umepata. Naweza pata wewe kama mheshimiwa, sasa mafuta yenye nimeweka 200 utanijenga hata 1000. Alafu upate mteja mwingine distance yenye unamwambia 100, yana kuambia 40 bob ama 50 bob. Ama average, nataka tujue, sasa kwa upande kama nimefanya hizo vitu zote, alafu kama saa jioni uko reserve, naweza baki maybe na 200 300 hapo, sasa kwenda nazo nyumbani. Hiyo ni kama pikipiki ni yangu. Yes. Lakini sasa kama uko reserve na umeandikwa na mtu wa pikipiki, nafaa ulipe huyo mtu wa pikipiki pesa ngapi? Reserve ni 300. Huku town nasikianga ni 500. Lakini kuna tena challenges. So kuna saa nyingine sasa 200 unafanyaje kifamilia, unakula nini, bibi anapata nini? Unataka tumehesabu, sababu wajua tena hiyo 200 ni pesa tu. Lakini sasa unajua sasa kama uko kwetu reserve, hatuna hizo matama road, tunajua kwetu. Afadhali hiyo nchi ukiingia ndani unapata umedungwa na miba, sijui hiyo mawe imedunga tairi, so hiyo tubia ndani imeraruka, uweze hata repair. Inataka tubingi ingine. Alafu nakutana na mtu akanja ametumwa kwa reserve, tunamtoa mbio. Tafadhali. Inakuanga hivyo. Unaweza tuweze manage. So mtu akanja anatafuta sticker ama anatafuta kuna tikiti mnalipa? Huko tulikuwa tunalipa hiyo wakati wa Oparanya akiperform kidogo, tulikuwa tunalipia, lakini round hii tumeambia our going governor Barasa atulipi. Afanye nini? Akikuja tutadili tu na yeye. Maisha ni ngumu. Kwa sababu gani amlipi? Ni maisha ni ngumu ama utendakazi wake? Utendakazi wake ni mbaya. Alafu hizi pesa zinatokanga hata upande wa grants venye umeongea. Mimi nimeapply grants mara mingi. Lakini sasa unapata watu wajue venye wamesema hii sako ilikula 3 something million. Hiyo grant tunapewa 50k lakini sijaipewa. Unapata sasa unapata madmin wetu wa area sasa paka umpatie 1500 ndio afanye nini? Apitishe hizo papers zake ndio upate grant. So tushaifanya mara mingi from sijui grants kianza kutoka. So Alex, ile suggestion mimi napeana kwa uongozi wangu, mimi nitaunda boda councils. Hizi councils zitakuwa kwamba tutakuwa na team ya viongozi at ward level. Unajua council ya hii ward ni hawa watu 30 ambao county government mkiwa na jambo lolote mnapitisha through your council. Alafu tukiwa na grants ni selection ya hawa viongozi wa councils wataform county council ambao watakuwa wanafanya vetting, nyinyi wenyewe mnafanya vetting. So that nyinyi wenyewe mjigovern kupitia, kutakuwa na watu wa serikali ndani kidogo, lakini hiyo vetting ya hizo grants haitakuwa ni serikali inafanya peke yake. Serikali yangu itapeana nafasi ya kwamba vetting itakuwa inafanywa na council. Sababu pia kuna watu wa bodaboda ambao pia ni wakora. Si ndio? Yeah, so ni lazima tuwahusishe nyinyi wote. Bunga la Cleo.